tunakutana hapa katika viwanja vya Jamhuri mkoa wa Morogoro kwa ajili ya siku ya kihistoria katika sekta ya biashara na uwekezaji mkoani kwetu. Siku ya uzinduzi ya maonyesho ya biashara ya uwekezaji mwaka 2025. Ndugu wananchi na wafanyabiashara, pili napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Ali Kigoma Malima, na uongozi wa TCCIA kwa kuridhia mimi niwe sehemu ya historia hii muhimu sana kwetu. Nimeona ni heshima kubwa mmenipatia kuja kufungua kwa kuwa sehemu ya historia, kufanya ufunguzi wa maonyesho haya ambayo ndiyo yanafanyika kwa mara ya kwanza. Niseme asanteni sana. Ninapenda kuwapongeza sana TCCIA na wataalamu wa ofisi ya mkuu wa mkoa, kwani nimeweza kuifanya ndoto na maelekezo kuwa uhalisia. You made things possible. Kwani ninakumbuka dhahiri hii ni ndoto na maelekezo yake Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Ali Kigoma Malima, ambaye aliyatoa maelekezo haya ya kufanyika kwa maonyesho ya wafanyabiashara katika kikao cha baraza la biashara la mkoa. Itakapofika mwaka 2030, kwa mazungumzo yanayoendelea ni kwamba ukizalisha bidhaa zako zozote, tumepita kwenye mabanda pale, tumeona wanatengeneza watu viatu, wanatengeneza nguo na nini, ukiuza kwenye soko lolote la Afrika ukapeleka bidhaa yako itakuwa zero tariff. Yaani yule bwana ambaye anatengeneza viatu pale akichukua viatu vyake kaenda kuuza kwenye soko labda la Ethiopia, Kameruni, Burkina Faso, Nigeria na kadhalika, atauza kwa zero tariff. Maana yake ile product akiipeleka kule, itakapofika mwaka 2030 atachajiwa kodi yoyote kupeleka katika soko hili. Hiyo ni makubaliano ambayo yanaendelea kati ya nchi na nchi, na tumefika katika stage hii. Maana yake nini? Sisi kama wafanyabiashara tutatakiwa tuzalishe bidhaa bora ambazo zitaweza kushindana katika hayo masoko. Ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa iko tayari wakati wote kushirikiana na wafanyabiashara ili kukuza uchumi wa Morogoro, lakini pia na taifa kwa ujumla. Tunajua umuhimu wao katika mchango wao kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo hatufanyi masiara hata kidogo. Kazi yetu kubwa ni kuondolea vikwazo vyote vinavyokwaza biashara zao, lakini vile vile na kutengeneza mazingira rafiki ikiwemo na sheria, kanuni na taratibu, pamoja na kuwapunguzia gharama za uendeshaji wa biashara. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana nao, tuko tayari kushirikiana na TCCIA, na njia mojawapo ya kuwatafutia masoko tunafanya kazi pamoja, na mojawapo ni kupitia maonyesho kama haya. Tunakuja kushiriki maonyesho haya kabisa, kwanza kutafuta fursa ambazo zitakazoniwezesha kuendeleza biashara yangu zaidi kiteknolojia pamoja na kimasoko. Napokuja kwenye maonyesho haya nakuja kujifunza vitu mbalimbali, tunashare kupitia kwa wenzetu. Hususan katika maonyesho haya kuna Wakenya ambao tunajifunza kupitia kwao, kuna wengine wa mikoa mbalimbali ambao wanahusika kwenye mambo ya teknolojia ya usindikaji. Kwa hiyo nakuja kwenye maonyesho haya najifunza kupitia kwa wenzangu, pia kuweza kupata wateja wengi wapya ambao nitaweza kushare nao katika masoko. Hapa tupo kwenye maonyesho ya biashara ambayo yanafanyika hapa Morogoro, ambayo yapo chini ya SIDO kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu miongoni mwa jukumu nje ya kufanya tafiti na mapitio pia tunatoa elimu kwa jamii, ambapo tunatoa elimu kuhusiana na sheria mbalimbali ambazo zimeboreshwa ndani ya nchi yetu ili kuweza kuwapa wananchi uelewa, lakini pia tunakuwa na wasaa wa kuweza kuwaruhusu wananchi kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na sheria mbalimbali za nchi yetu ili ziweze kuboreshwa, ziweze kuendana na matakwa ya jamii. Na lengo kuu la kushiriki katika maonyesho haya Mambo Coffee, tuliona fursa kwetu sisi kuweza kujitangaza kwanza kabisa, bidhaa yetu kuweza kujulikana hapa mkoa wa Morogoro, na kuweza kuwapa taarifa kwamba watumiaji wote wa kahawa
Ukiachana na sehemu mbalimbali na kahawa mbalimbali unazozifahamu, pia kuna kahawa yetu ambayo inaitwa ni Mambo Coffee. Na Mambo Coffee kampuni yetu ina takriban miaka 14 na iko inajihusisha na uuzaji wa kahawa nchi za nje